ndio niliyaona kwa wakati fulani, nikaanza kuchuchumilia hapo, na siku si nyingi Mungu atafanya kwa imani. Kwa imani, kuna wakati unachukua kiti chako unakaa nacho chumbani, unakaa hapo, unapanga madaftari na vitabu, unaweka hapo, unajifanya ni bosi kabisa, kwamba leo una sign document hizi 2 na hizi 3 naacha. Hauna hata kazi. Ni ngumu kuelewa, na ni miongoni mwa funguo ngumu sana kuzitafakari. Esther wakati anakuja kuchaguliwa kuwa malkia, alikuwa ni miongoni mwa wanawake ambao hawakupaka hata makeup hizo. Kati ya wanawake wengi waliojiandaa kwa muda mrefu, walioingizwa kwa mfalme, yeye alikuja kama alivyo, na kuambia, alisogea tu kwenye madhabahu, na aliposogea kule mfalme akasema, yes, ni huyu ninamhitaji. Vile vile akiwa, wengine wanasema akiwa wa kienyeji. Maana yangu ni kwamba inapofika wakati wa kufunguliwa, wa wewe kupata ndoa, haihitaji wewe kwenda saluni kusuka nywele zigeuke kushoto wala kulia. Yaani kama ni Mungu ameandika sasa ni muda wa vikao vya harusi, haitahitaji watu waje wakushonee sijui sapini imegeukia huku, kuna wakati gauni likae upande wa huku. Haitahitaji watoto wako wapeleke tuition Uganda, Zambia, sijui wapi na wapi. No, ni wakati wa Mungu umefikia. Imani, na ni ngumu sana, ni pagumu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ukiweza yote yanawezekana kwake aamini. Kitabu cha Marko 9:23 utasoma kwa muda wako. Yamkini tusingeweza kusoma hata maneno mengine, lakini natamani hapa kama unaweza kushika hapo, ukashika imani. Ibrahimu aliondoka kwenda mlima wa Moria, mmoja wapo ambao Mungu alimwambia. Alipoenda kule, alienda na Isaka wake, lakini alikuwa anaamini kabisa Mungu atajitwalia utukufu huko. Alimbeba Isaka wake akiamini ninakwenda kutimiza agano la Mungu. Hakuwa na hakika kabisa kwamba kuna mwanakondoo atakayeletwa. Kwa imani, Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu sijamwelewa, mke wa Ibrahimu alikuwa analia mbele za Mungu kwa umri aliyokuwa nao. Ukiangalia ni majibu ya daktari, haiwezekani. Sasa kuna wengi tunaishi kwenye majibu ya daktari, haiwezekani. Umri unaojiona kabisa ni sana, kwamba siwezi tena kupata mtoto, siwezi tena kuongezeka kwenye biashara, siwezi tena kuvuka kwenye hili. Lakini ndio wakati huo wa impossibles kuwa possible, ndio wakati wa hizo unazoona ni impossibilities zinabadilishwa kabisa kuonekanika zinawezekana. Na ndio maana tunasema kwake yeye aaminie kila kitu kinawezekana. Marko 9. Bwana Yesu asifiwe. Kwake yeye aaminie. Mungu atupe nafasi wakati mwingine tukija kupata neema. Nitakuja kusema kwa habari ya nafasi itakapotokea. Wakati mwingine Mungu akitupa neema, kuna kitu cha kipekee lazima ukifahamu. Kuna nafasi lazima tuzijue. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba ni wewe kuchagua funguo ipi sahihi ya kukuvusha. Unaweza ukasema tu, Mungu, nasimama na imani, naamini majira kama haya nitachuchumilia 1, 2, 3. Una kesi unasimama nayo, ndio wakati wa kumsifu Mungu kwa imani. Na sio tu kwa imani, unapofanya mambo kwa imani, ndani yake kuna vitu unaambatanisha. Kuna kumwomba Mungu, kuna kuweka sadaka ya nadhiri, vitu kama hivyo, ili Mungu akuvushe. Mjaribu Mungu kwenye hilo uone, kama kitabu cha Malaki kinaposema, uone malango na madirisha ya mbinguni kama hayatafunguliwa upate baraka tele. Bwana Yesu asifiwe. Funguo ya mwisho ni uaminifu. Funguo ya mwisho ya hatima yako ni uaminifu. Unawezaje kufungua hatima yako? Ni uaminifu. Usichanganye
Imani na uaminifu vinashabihiana lakini havifanani. Kuwa mwaminifu sio kwamba una imani. Bwana Yesu asifiwe. Kiswahili hicho kimekaa hivyo. Yaani uaminifu na imani ni vitu viwili tofauti. Kitabu cha Samueli wa kwanza 26:23 utasoma hapo. Biblia inatukumbusha kwamba Bwana atawalipa watu hatima zao kwa uaminifu wao. Hatima za watu zitalipwa kwa uaminifu wao. Biblia inatukumbusha Samueli wa kwanza 26:23. Uaminifu. Uaminifu umetupoteza kwenye hatima ambazo Mungu alitupatia. Kuna watu leo wamepewa ndoa, ndio Mungu amekupa ndoa, lakini kwa nini haupati mtoto? Kwa sababu umepoteza uaminifu kwenye agano ambalo Mungu aliwapa kama wawili. Mungu akikutazama anawatazama kama wawili, lakini sio mwili mmoja kama madhabahu inavyosema. Mungu akikutazama ni kweli kabisa, unaonekana ulipata kipa imara, lakini haupo kwenye hicho kipa kinachokufanya uwe imara. Uaminifu. Kitabu cha Waamuzi 16:16 ukisoma, Samsoni hatima yake ambayo Mungu aliiweka ndani yake ilipotezwa kwa kupoteza uaminifu. Alitoa siri kwa mwanamke Delila, siri ya nguvu alizoachiwa na Mwenyezi Mungu, akatoa siri kwa adui. Uaminifu naongelea mambo madogo madogo. Uaminifu. Kwa watu wengi tumepoteza nafasi tulizopewa na Mungu kwa kukosa uaminifu. Tulikupa biashara hiyo ndogo, tukasema huo unatoa fungu la 10 hapa. Unafikiri kwa nini Ibrahimu hakuambiwa na Mungu nenda kwenye mlima wowote Moria? Umeshawahi kujiuliza hilo swali? Kwa nini Mungu akusema nenda mlima wowote, chagua mlima wowote kule Moria katoe sadaka, ila akamwambia nenda kwenye mlima mojawapo wa Moria nitakao kuagiza mimi ukatoe hapo sadaka ya kuteketezwa ya mwanao mpendwa. Kumbe sadaka inayouma ambayo ndio ya kile tunachokipenda, Mungu anahitaji tutoe kwenye mlima wa Moria mojawapo ambao yeye ametuagiza. Mtumishi anasema nini? Milima ya Moria iko mingi. Tuna Moravia ni nyingi Tanzania, Dar es Salaam, Temeke. Moravia ni sote unazoziona, Pentekoste unazoziona, KKT unazoziona, sijui Anglikana unazokutana nazo na makanisa mengine ambayo majina unayajua mwenyewe, ni milima ya Moria ambayo yote Mungu ameiweka iko hapo. Lakini sio kila sehemu unaweza kumbeba Isaka wako na kwenda kutoa sadaka ya kuteketezwa, tena sadaka ile ambayo Mungu ameikusudia. Lazima uwe mlima mojawapo uliopewa maagizo. Naongelea madhabahu unayoitumikia ikiwa la ndio sehemu sahihi ya wewe kusogea mbele za Mungu kwa uaminifu kabisa, kumwambia Mungu, ni kweli umenipa nyanya mafungu 3 haya ninauza hapa kwenye genge, ninatoa nyanya yangu moja hapa Mungu, na unikumbuke kwenye biashara ninayofanya. Ndio mlima wa Moria ulio nao, sio madhabahu zingine. Wapo akina mtumishi sijui nani na nani, akina Makisi wapo wengi, mtumishi sijui nani na nani wapo wa kutosha, lakini mlima wa Moria ambao Mungu anakutazama kwao ni huo unakoenda, makanisa unayoenda, ibada unazofanya. Tumepoteza hatima zetu kwa kwenda kwenye milima ya Moria ambayo sio kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumepoteza uaminifu. Wiki ijayo sikukuu ya vijana, kitabu kile cha Kutoka walichonacho, maneno ambayo yanaongelewa pale yana maana nyingi. Lakini kwa nini yamekuja kwa wakati huo? Mungu anaitazama hatima ya kweli.
mstari ule wa 13 sura ya 14 Kutoka, Mungu anaiangalia imani ya Musa. Na ndio maana ukisokea mstari ule wa 14 ambao mmesimama nao, anasema Bwana atawalipia, atawapigania ninyi, nanyi hamtanyamaza kimya. Sasa kuna watu wanapoenda kwenye biashara zao, ni kweli wanawatazama Farao na yale magari 600 yanayokuja nyuma. Hawatazami mlima wa Moria ambao Mungu amewapa. Kuna watu wana hatima nzuri kabisa, Mungu ameshawaandikia kuwa wabunge. Kuna wengine Mungu ameshawapa kabisa kuwa na watoto 3 4. Kuna wengine wameshaandikiwa ndoa hapo, lakini wanatazama magari 600 ya Farao nyuma, hawatazami hatima walizonazo. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako hapo. Kutoka 14 Biblia nasoma ule mstari wa 13 na wa 14, kitabu cha Kutoka 14. Musa akawaambia watu, msiogope. Leo nakwambia, nimesimama kama Musa, nakwambia hilo unalolitazamia, hilo ambalo unasema kwenye moyo wako, hilo ambalo unaamini kabisa unaweza kulifanya, ni hatima yako. Usiogope, usiogope. Simameni mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mnaowaona, hao mnao kwaruzana nao kwenye hatima zenu kila itwapo leo, mnaowatazama kama changamoto, hamtawaona tena. Na mstari wa 14 wa ushindi kabisa, Biblia inaniambia Bwana atawapigania ninyi. Yaani baada ya wewe kuacha uoga, usipoogopa, Mungu anakuambia, ukitizama hatima ulionayo kwamba tunaenda kuvuka bahari ya Shamu, anakuambia kabisa, mimi nitakupigania wewe. Ni kweli kabisa, umedeclare unataka ndoa na umeenda kumtambulisha huyo, chukua sasa hatua, weka uaminifu na sogea kwenye madhabahu. Mungu mwenyewe amekwambia atakupigania. Watakao vikao ambavyo haukutegemea, itafika wakati ada zitainuliwa kwa sababu ulikuwa unaamini huwezi kwenda chuo. Itafika wakati utapata mtoto hata kama wamesema tumbo lako halifanyi kazi. Itafika wakati ni kweli walisema una ulemavu fulani na imeshindikana mpaka uende India, lakini rikasiana. Yesu anasema usiogope, usiogope. Hatima yako ataipigania, hatima yako ataipigania, hatima yako ataivisha, hatima yako ataisongeza kwenye madhabahu. Bisi ya kataza hatima yako ataitengeneza, atakupigania, hautafungana wewe. Unapotazama kwa macho ya nyama, utaona ni ngumu, utaona haiwezekani, nikasia na nafasi, utaona kabisa ni ngumu kuvuka hapo, lakini anakuambia nitakupigania. Maana ya kukupigania, nitakaa mbele ya vita ulionayo, nisiyepelasa kamila. Yesu anasema nitasogea mbele ya hiyo unayoliangalikia, mimi nitasimama hapo. Yaani unapoona kabisa ni kweli watoto wako hao ndio wanaofeli, watoto wako ndio wanaocheka mtaani, anasema nitasogea, nitasia ndaramo, nitafanya malezi mwenyewe. Yaani eneo mtumishi wa Mungu, ni hatima na yogelea, hatima yako ni wakati wa wewe kuchagua tu funguo ipi itakuwa sahihi.
wa kulia, sadaka ya kiwango chochote ulicho nacho. Shika sadaka yako kwa uaminifu. Tunaenda kumtengeneza Mungu mahali hapa, hatima unayotazamia kwa muda mrefu. Kuna watu wamekuja na maswali, wanahitaji majibu. Kuna watu wamekuja wanalia kwa muda mrefu, wanahitaji Mungu awavushe. Shika sadaka yako. Nataka nikusogeze kwenye mlima wa Moria ambao Mungu ameutazama kwao, ambako ndiko hapo Isaka wako anasubiriwa. Ndio hapo Isaka wako anasubiriwa kwa muda mrefu. Isaka wako anasubiriwa kwenye mlima wa Moria ambao Yesu mwenyewe ameutazamia. Shika sadaka yako. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Ni kweli yako mengi tuliyoomba kwa muda mrefu, lakini tunatamani sasa sadaka hizi ziambatane na mioyo yetu na zikawe majibu ya hatima zetu zisizokosa. Ninaposhika zikawe majibu. Nami wote tumeshashika sadaka sasa. Nami wote tumeshika sadaka. Asante Yesu, asante Yesu wema, asante Yesu wema, asante Yesu wema, asante Yesu wema kwa ajili ya watu wako kwa uaminifu wamesogea. Asante Yesu wema, watu wako kwa uaminifu wamesogea mbele zako. Funika macho yako.